Historia na wasifu wa marehemu Charles Martin Hillary. Charles Martin Hillary ni mtoto wa pili wa marehemu Hillary Nkwanga na marehemu Esther Faith Ali. Alizaliwa tarehe 22 Oktoba mwaka 1959 mtaa wa Jang'ombe na baadaye alikulia Makadara, wilaya ya Mjini, Zanzibar. Mama yake mzazi Charles alikubaliana na nduguye aliyekuwa anaishi Dar es Salaam kwamba Charles ahamie kwake na kusoma Dar es Salaam. Lakini kwa muda mrefu ilishindikana kumpata mtu mwenye dhamana aliyeweza kusafiri naye kwenda Dar es Salaam. Ilikuwa kwa bahati nasibu kwamba mwaka 1968 mama yake mdogo Charles Martin Hillary aitwaye Ruth Seif, ambaye ni marehemu, aliolewa na bwana William Diva, naye ni marehemu, na harusi ilifanyika Unguja. Hivyo William Diva na mkewe walikabidhiwa Charles Martin Hillary akiwa mvulana mwenye umri wa miaka 9 kusafiri naye kwenda Dar es Salaam. Na kuanzia hapo historia ya Charles Martin Hillary ilibadilika na kuchukua mkondo mpya wa maisha jijini Dar es Salaam. Hivyo Charles Martin Hillary aliishi na mama yake mdogo na mumewe bwana Charles Kisaka, ambaye naye pia ni marehemu. Waliishi kwanza Ilala Mchikichini na baadaye walihamia Kijitonyama, Sinza. Charles Martin Hillary alianzia elimu ya msingi ya kwanza skuli ya kanisa ya Anglikana iliyojulikana wakati ule St. Paul's Kiungani, Zanzibar, kuanzia mwaka 1966 hadi mwaka 1968 alipohama Zanzibar. Baadaye aliendelea na elimu ya msingi katika shule ya msingi Mchikichini, Ilala, Dar es Salaam, kuanzia mwaka 1969 hadi mwaka 1975. Na alisoma masomo ya sekondari kwenye shule ya sekondari ya Kinondoni Muslim, Dar es Salaam, kuanzia mwaka 1976 na kumaliza kidato cha 4 mwaka 1979. Kazi ya utangazaji. Tarehe 6 Juni mwaka 1980, Charles Martin Hillary aliajiriwa rasmi na Radio Tanzania Dar es Salaam. Alifanyia kazi zake Pugu Road, Dar es Salaam. Akiwa Radio Tanzania, aliipitia mafunzo mbalimbali ya utangazaji ambapo alionyesha umahiri wa kipaji kikubwa cha utangazaji kwenye idara mbalimbali za RTD. Alifanya kazi hadi mwaka 1994 ambapo alijiunga na Radio One Stereo iliyokuwa kampuni ya IPP, na aliendelea kufanya kazi akiwa mtangazaji hadi mwaka 2003. Mwaka 2003 alijiunga na shirika la Deutsche Welle Cologne, Ujerumani. Alifanya kazi ya utangazaji katika idhaa ya Kiswahili. Alifanya kazi hiyo hadi mwaka 2005 alipomaliza mkataba wake na kurudi nchini Tanzania. Na mwaka 2006 alijiunga na shirika la utangazaji la BBC idhaa ya Kiswahili, ambapo alifanya kazi hadi alipomaliza mkataba wa mwaka 2015. Mwaka huo alirudi tena nchini Tanzania na alijiunga na Azam TV, ambapo alifanya kazi hadi mwaka 2021 alipostaafu rasmi utangazaji. Maisha yake ya utotoni, Charles Martin Hillary aliishi pia na nyanya yake, bibi mzaa mama aitwaye Louis Kaleza, ambaye ndiye aliyekuwa chanzo cha Charles Martin Hillary kuipenda tasnia ya habari na utangazaji. Bibi Louis Kaleza alikuwa mtu anayependa sana lugha ya Kiswahili, na pia kila mara alimfundisha misamiati ya Kiswahili na matamshi yake, na mara kadhaa alimsikia akikosoa utamkaji wa maneno. Vile vile bibi yake huyo Charles Martin Hillary alikuwa mtu wa kufuatilia sana habari na kusoma magazeti,
na alipopata matatizo ya macho kwa sababu ya uzee, alikuwa msikilizaji na mfuatiliaji mzuri sana wa redio, na hasa alisikiliza taarifa za habari na makala za redio Tanzania, Radio Zanzibar na BBC. Kuna wakati Charles Martin Hillary aliigiza kutangaza mbele ya bibi yake na ambaye alikuwa akimrekebisha matamshi, basi kupitia bibi huyo ndiyo Charles Martin alivutiwa na utangazaji. Nafasi alizoshika serikalini. Mnamo tarehe 30 Disemba mwaka 2021, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi alimteua Charles Martin Hillary kuwa mkurugenzi idara ya mawasiliano Ikulu, kazi ambayo aliendelea nayo, na baadaye tena tarehe 6 Februari mwaka 2023, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi alimteua Charles Martin Hillary kuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kazi aliyoendelea nayo hadi mauti ilipomfika. Nafasi alizoshika kanisani. Charles Martin Hillary alipokuwa anaishi Dar es Salaam, aliwahi kuwa mzee wa kanisa na alishika nafasi mbalimbali kanisani katika kanisa Anglikana, mtaa wa Mtakatifu Bartolomayo, Ubungo, Dar es Salaam. Na mpaka alipoamua kurudi nyumbani kwao Zanzibar, bado aliendelea kuabudu kanisa hilo la Mtakatifu Bartolomayo alipokuwa akienda Dar es Salaam. Na kwa Zanzibar alikuwa anasali ibada ya kwanza kanisa kuu la Kristo Mkunazini. Katika kipindi chote akiwa Mkunazini, yeye na mke wake walikuwa wahamasishaji wakubwa wa masuala ya utoaji, kuhimiza Wakristo kulishika neno la Mungu, kupendana kwa sababu maisha yetu ni mafupi hapa duniani. Maneno hayo aliwaasa Wakristo ndugu zake kila mara akifanya hivyo. Amekuwa msaada wa nguzo kubwa kanisani kwenye mambo mengi ya maendeleo, pamoja na kutoa ushauri kwa viongozi juu ya kutatua changamoto mbalimbali za kanisa. Na kila mara ushauri wake aliotoa kwa viongozi wa kanisa ulileta mafanikio na ufumbuzi wa changamoto. Maisha ya ndoa. Marehemu Charles Martin Hillary alifunga ndoa na Sarah Doris Mwakanjuki tarehe 7 Agosti mwaka 1988, kanisa kuu la Kristo Mkunazini, Zanzibar. Walijaliwa kupata mtoto mmoja aitwaye Faith, ambaye ni mimi ninayesoma wasifu huu, na pia ana mtoto mwingine anaitwa Josephine Charles Hillary. Na alikuwa mfano bora kwenye maisha ya ndoa, akiwafundisha Wakristo kwa vitendo kuambatana na mke wake. Mafunzo anayotuachia. Charles Martin Hillary atakumbukwa kwa mengi, na hasa umahiri wake kwenye tasnia ya habari na michezo. Lakini kwenye familia tutamkumbuka sana kwa ucheshi wake, uchangamfu wake, utani wa kuleta burudani na hamasa katika kazi. Pahala popote alipokuwapo Charles Martin Hillary, palikuwa pamechangamka na vicheko. Charles Martin Hillary alikuwa muungwana na mwenye upendo, na hasa katika kuwasaidia ndugu wasiokuwa na uwezo kifedha. Charles Martin Hillary aliwasaidia bila kupiga parapanda na kutangaza. Alimfuata mhusika kimya kimya na alimsaidia kadiri alivyoweza. Kanisani atakumbukwa kwa utoaji. Alihamasisha sana utoaji na kusaidia wengi. Charles ametuachia wosia wa kutokuendekeza stress. Alitaka tufurahi, lakini alihimiza sana watu wamche Mungu. Na ametuasa kwamba siri kubwa ya mafanikio ni kuwa tayari kujifunza, na usilolijua uliza, na unapokosolewa kubali kukosolewa. Ugonjwa na kifo chake. Charles Martin Hillary hakuwahi kulalamika waziwazi juu ya ugonjwa unaomsibu wala
kueleza taarifa za matibabu, na jambo hili lilikuwa ni la faragha kwake. Lakini usiku wa kuamkia Jumapili ya tarehe 11 Mei 2025 akiwa Dar es Salaam, alizidiwa na kuwahishwa hospitali ya Mloganzila. Alifariki akiwa njiani kuelekea hospitalini. Charles Martin Hilary ameacha mjane aitwaye Sarah Doris Hilary na watoto wawili na mjukuu mmoja. Shukrani. Familia nzima ya marehemu Charles Martin Hilary inatoa shukrani nyingi na za dhati kwa watu wote waliohusika kwa misaada ya hali na mali tangu wakati wa ugonjwa hadi kifo chake. Tunamshukuru Baba Askofu Sosthenes Jackson wa Diocese ya Dar es Salaam aliyojiunga nasi katika msiba huu hivi leo. Pia tunawashukuru makasisi wote walioshiriki katika ibada hii hapa mtaa wa Bartolomayo Ubungo, Dar es Salaam. Tunawashukuru pia waandishi wa habari kwa kazi kubwa ya kutangaza kifo, msiba na kuwajuza wananchi habari mbalimbali za msiba huu, na kwamba vyombo vya habari vimefanya kazi kubwa ya kumuenzi mpendwa wetu Charles Martin Hilary. Na kwa kipekee sana pia tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa heshima na upendo mwingi na msaada mbalimbali ya hali na mali kwa familia yetu. Na mwisho, sio kwa umuhimu, tunawashukuru majirani wa hapa Kibamba, Mbezi, Ubungo walioshiriki pamoja nasi. Tunawashukuru Wakristo, viongozi, watu wa dini zote, na orodha ya shukrani ni ndefu, hatutaweza kumtaja mtu mmoja mmoja hapa, lakini tunawashukuru watu wote na asanteni sana. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Asante sana mwakilishi wa familia kwa wasifu huu ambao umesomwa katikati yetu, na kama nilivyoeleza pale awali ya kwamba tuko wengi na pengine kila